Njoo mwenye. Njoo mwenye. Sogea hapa. Mwangalie. Mtu mzima asokuwa na haya. Nikwambie mara ngapi? Naomba ukakitoe kile kitu ulichokiweka pale. Sija kutuma mimi. Binadamu ni wabaya, ulimwengu sio mbaya. Binadamu ni wabaya. Afadhali nimekuona udugu. Huu umetoka kwako. Jamani. Ile ishi tulioifanya ameshaigundua. Ile ishi tulofanya. Jamani, usiniambie. Yaani amekuja amewaka. Ndevu zote zile kwamba zinatoa maji. Yaani anakuambia mpaka nikajua nitakufa leo. Alichokiongea sasa. Alikuwa anasemaje? Kama kagundua kitu chakeka pale. Amekigundua. Sasa basi. Shika hichi. Hichi kitu chakule mimi nenda kukitoa. Kama nenda kukitoa chakule hiki hapo yuko uende ukakitukie makaburini. Tena kaburi la kike. Na usije ukageuka nyuma. Utapogeuka nyuma kuanzia wewe, mwanao pamoja na mimi tunakufa. Nisikilize basi. Afu unajua mimi ninachokwambiaga uwaga nakwambiaga point mpenzi wangu. Masuala ya uchawi na masuala ya kwetu sisi hayahusiani Kidao. Na ukae ukumbuke mbona watu wameolewa watu wachawi na majambazi wanaishi? Shida ni nini wewe? Hapo nicheke. Hivi baba, nikwambie kitu gani unielewe? Niongee na nini ili unielewe? Wewe baba ni mshirikina. Tena mshirikina mpaka mimi wakati nakutongoza Kidawa sikuweza kukwambia kwa sababu nilikuwa kama niweza kukwambia mmoja sijui na sina uhakika, lakini kwa vile umejionea naomba support mpenzi wangu, hivi vitu vinapita. Uone hata hivi. Yaani kitandani na kuvuka na kuta kitovu cha mtoto. Hivi baba una akili kweli? Ndio hiyo point ya msingi nimekutafuta ili nikwambie mpenzi wangu. Vile vitu unavyoviona mimi sivijui na sivielewi. Yaani kama unapoona mazuri zangu. Na mimi naona hayo mpenzi wangu. Kwa nini upende kuelewa au Kidawa umepata mtu mwingine? Basi sasa tunapiga kelele hapa kumbe mwenzangu ndio yako yuko kwingine. Hebu niambie basi. Kwa nini usinibebe mimi wakubebe wewe? Sasa inawezekana hapa kwenda huko utazaa Kidawa wewe umejikinga. Mimi sina kinga wala sina tiba. Muone kwanza. Si Kidawa kubwa msikitini kila muda, kumbe mwanga mkubwa mchawi mwanaume mshirikina wewe. Kidawa, hiyo ni content ya kusema au yaani mimi sijakuelewa hapo Kidawa. Hebu kwa sisi sasa. Sio mchawi. Yaani umenigundwaje kama mimi mchawi Kidawa? Hapo kisa Kidawa. Basi nisikize kwa makini. Hivi unanipenda kweli? Sikupendi. Na mbona unajibu kwa hasira, kwa ghadhabu? Vile vitu ambavyo unavyoviona kitandani. Wewe, mbona nisikilize? Kwanza nishakwambia sikutaki. Na nilikukataa mbele za watu. Kinachofanya unisimamishe kitu gani? Madevu achezewi hata siku moja. Sasa basi, fuata nilichokuambia. Aya, Fuata nilichokuambia. Eleza udugu wangu kwa Sasa haya. Aya, ngoja mimi niende. Ndio wangu Kidawa na kusimamisha kwa sababu mimi mwenyewe sielewi Kidawa. Hebu nisikilize basi. Baba, sipendi wanaume washirikina. Mimi yaani nikwambia Kidawa, yaani wewe unanitumia dhambi bure. Mimi vitu vinavyoendelea ndani sielewi Kidawa. Naomba unielewe mpenzi wangu. Hapo sio usipoelewa hapo. Na mimi ndio sikutaki, sikuhitaji. Wewe maana babangu unaonekana wa ushirikina umeupenda. Umependa kwenye maza watu, vile vitu vinavyokuta kitandani kwa watoto unakipenda. Baba sikutaki. Na ukiniona siku nyingine ukome kunisimamisha. Hivi Kidawa, unaniacha mimi kweli kwa ajili unasema kwamba mimi na mambo ya kishirikina? Kidawa, mimi sio mshirikina, please naomba unielewe Kidawa. Nisikuache wewe nani? Nani mpaka nisikuache? Na nisikilize, siku nyingine ukiniona unisimamisha kama hivi ukome.
familia zingine rafiki yangu mimi nilijua tu. Yule mdogo rafiki yangu na mambo yake anafanya bizimo, kasha nigombanisha na wapangaji, kanigombanisha watu kibao rafiki yangu mpaka na mpenzi wangu jamani. Hizi familia zingine zina nini rafiki yangu? Kwa nini nimetoka kijijini jamani nimekuja huku? Kosa yangu nini jamani? Kila mtu ananichukia, kila mtu anipenda, ambaye mimi mshirikina, mchawi. Mwenyezi Mungu nibariki, niangalie mimi. Sawa bwana. Mke wangu, naomba univumilie. Leo napambana kweli, napambana sana ili mambo yakae sawa. Sio ndio mazingira hii jinsi yalivyo. Napambana ukae katika sehemu nzuri, uvae vizuri, ila mambo bado hayajakaa sawa. Mwenyezi Mungu atanifanyia wepesi. Usijali mume wangu. Basi sawa, haina shida. Mimi nitafanya juu chini, mambo yote yatakaa sawa. Lakini yule bibi mkubwa mimi sijamuelewa kabisa, yani simuelewi tabia zake kabisa. Yule mama ndo mbaya. Kwa sababu yule mama kaniambia, sijui mume wako malaya, kwa nenda kamkata nywele zake uniletee tumfanyie dawa. Ndio hivyo ilivyotokea. Siku ile nilihuzunika sana. Yaani unajua nilihuzunika tena sana. Lakini basi tufanyeje akili yangu ifunguke, lakini mimi bwana nilimfuata kwake na kumwelekeza na kumtisha kabisa. Nikamwambia nenda ukatoe kile kitu ulichokiweka pale. Moja kwa moja. Yaani mume wangu sasa hata hujakosea ulivyofuata. Yaani ulichokifanya hivyo sasa wala hujakosea. Yaani mke wangu usiku wewe unapata shida. Yaani kulala ulali unalala mchana. Shida. Ila na imani Mungu atafanya, tutapambana juu chini. Mungu atafanya wepesi. Kwani alokopa na kutaka yule mama au ni mwanawe? Katika hilo nilikuwa sijui. Ila jinsi ninavyomuona ni mwanawe. Maana ugomvi ulivyoanza pale ambapo nilivyowaambia bana mama naenda kuoa. Unaenda kuoa? Haya, mimi nikafanyaje? Nikaja huko nikakuoa na kurudi huko nyumbani. Nilivyorudi tu pale mdogo akaba amefanyaje? Amebadilika. Ndio kawa anafanya vitu vyake vile. Kwa maana sitaki uwe nini na marafiki. Yaani rafiki nitakuchagulia mimi, huyu anakufaa, yule hakufai. Ndio nitakutafutia. Basi sawa. Unaelewa? Sasa acha mimi niende kule msikitini, kuna mtu nikaona naye. Sawa. Basi poa, baadaye. Kazi ya mgomba naijua na kazi ya kisamvu naijua. Ninapokuambia kisamvu sio kisamvu mpira, kisamvu muogo. Ndio mkuu, kazi ya mgomba naijua, kazi ya kisamvu naijua. Hapo ndio nakupendaga. Na mimi mkuu, lakini kuhusu kidawa umenifelisha mkuu. Asala kidawa achana nayo. Mimi nitafanyia kazi. Shinda kidawa. Mkuu kweli? Kweli. Sasa basi. Nitakufanyia kazi. Kidawa ndio kutafutia biskari zaidi ya kidawa. Mimi nakuamini shughuli zako wewe. Safi sana. Ila madevu. Madevu yani mkuu, katika watu ambao wachawi madevu namba moja mkuu. Na yule ndio anatufundisha sisi katika kazi zetu. Nashukuru kulijua hilo. Tena madevu ni mtu mmoja mbaya sana. Sawa sawa. Sawa sawa. Madevu tutafanya naye kazi. Kazi yake tutaifanya kupitia madevu. Umeona? Kwambia kabisa. Vigagula ndo wale. Yule dada mume wangu ndio vigagula wenyewe. Umeona alivyotumbua macho kama mimi nani? Mkuu. Umeona kile anachofanyia? Umemwona yule binti? Umemwona yule binti alijifunika shungi? Nataka yule binti nimfanyie kazi moja mbaya sana. Mkuu, yule binti ana kidomodomo sana. Sasa hata nikachukua zama zangu usiku wa leo kigeuka mkuu, yule binti lazima ayage dunia. Asante mkuu.
Kwanza pole kwa kukusumbua. Kutoa nyumbani kuleta hapa. Maana wakati ungekuwa unazungumza na mkeo sasa. Sahihi kabisa. Sasa nilichokuitia hapa bana, afadhali mlipohama wewe na mkeo. Maana yule mama mwenye nyumba pale mlipohama ni mchawi kufulu. Yaani mungechelewa angekutoa kafara wewe pamoja na mkeo. Yaani ninachokuambia yule mtaa mzima wanamjua. Ndo malkia wa wachawi. Ni mwanga mkubwa kufuru ya Mungu. Taratibu shehe wangu. Shehe wangu. Kuna jambo limetokea. Ila kwa muda huu kutokana na nafasi yenyewe jinsi ilivyo, nitakutafuta kwa sababu nina haraka. Hata ujenzi wa msikiti umesimama sababu ni yeye. Na aliyezuia ule msikiti pale usijengwe. Masjid, msikiti. Mwanga mkubwa yule. Taratibu mwanao yule anapita. Sasa mimi namogopa mwanae. Nani asije kama wale wanga wachawi wakubwa wale. Ala, ila umesikia? Maharibi ndio hiyo. Wacha mimi nikaswali kwanza. Basi hapo Mungu akipenda nitakutafuta ndugu yangu. Inshallah ndugu yangu. Hamna shida, tuko pamoja. Haina neno. Haya bwana. Inshallah. Maisha ni milima na mabonde, kila siku mapambano hayakomi. Vikwazo vinakuja kama mawimbi, lakini moyo wangu haukatiki. Fatuma wewe. Kwa hiyo nyinyi mlikogopa mnamteta mamangu, kwa hiyo mimi nikopeswa sikii, si ndio Yaani leo naenda kumwambia mama. Nyinyi si mkopa mnamteta, sasa kazi mnayo. Fatuma usiseme hivyo. Nani nikamteta mama yako na wewe? Baba mzima mpea jamani, hivi kweli jamani, kwa hiyo nyinyi mlikaa hapa mnamsema mamangu. Sasa leo naenda kumwambia na tutawakomesha. Sisi si mnatujua, sasa kazi mnayo. Fatuma. Sasa Sheikh Juma kashafungua mlango. Kesi njoo. Shoga yangu ni kazi na kukabidhi wewe. Sawa. Kwa nini ashindwe kazi yako ya kazi yako? Maana wale binti ndio wanasababisha mpaka siri zetu zinavuja. Wewe zimevuja? Siri zinavuja. Na yeye ndio chanzo kusababisha mpaka siri zetu zinavuja. Wewe zimevuja? Zimejulikana. Amejuaje ile siri ya kuhusu Madevu na mke wake? Siri zote nazijua. Wewe. Na Juma vile vile amejuaje siri yetu? Sikia udugu. Hilo limeisha. Hivi huyu Saidi ana changamoto gani? Unajua Simone pale kazini yeye anaikuta ndo yeye kama ndo boss vile. Acha mtu gani mdogo. Sheikh Juma, wewe uone hata picha uone kabisa kwamba yani ina maana yeye ipo karibu na nani? Na boss muda wote. Yani inamaanisha kwamba ni chawa. Au sio? Hata kama wanamzidi. Naam. Hapa nyumbani ndio yao. Hapa nyumbani nisikie kwa. Asante sana. Hapa nzuri. Ni pazuri tofauti na pale kwangu. Au kwangu hapa kwa sasa hivi. Ni tofauti pale kwa mama Fatuma ambapo tulipohama pale. Tulipohama. Kwa kisanza. Chana nako pale. Bao. Chana nako pale. Sasa ngoja nimwite shilingi yako. Unaona nikutambulishe. Basi vizuri. Mwasiti. Njoo mke wangu. Kuwa huru kabisa ndugu yangu. Huru kabisa ni masaa 24. Salamu alaykum. Salamu. Asante sana. Asante. Mbona umewahi kuchelewa?
Nimefika kati tunakaa. Ni kweli ila hamna shida. Sawa. Mke wangu. Huyu hapa ndo Madevu yule ambaye nilikuwa nakupa sio zake hapo mwanzo au Mr. K2 ni rafiki yangu. Kashia mkaribu. Asante sana. Karibu sana. Nimefurahi kujua. Hapa ndo nyumbani nasikia. Sawa sawa. Mr. K2. Huyu ndiye mke wangu. Naam. Hapa nilikuwa nakwambia hapo mwanzo. Mke wangu japokuwa tuna changamoto kwenye uzazi. Alija kushika mimba ya siku 4 zote zimetoka. Changamoto sana rafiki yangu. Mimba? 4. Anaitwa nani shemeji? Mwasiti. Mama yake nani anaitwa nani? Mama yake anaitwa Bi Hawa kama unamfahamu. Kama unamfahamu. Ni mkono wa mtu, lakini ni jambo dogo sana kwa upande wangu. Na ungeniambia tangu muda mrefu au ungenijulisha, ningelikuwa najua tayari. Sasa hivi nimeshashika ujauzito, mambo mengine yanaendelea. Ila siku ambayo tutakao kuja huku na shemeji yako, kuna dawa nitaiandaa ili atulie, atakuwa sawa, na akishabeba ujauzito hakuna kuporomoka itasimama. Muda mrefu. Ni jambo dogo kabisa ndugu yangu, wala kama sijali. Nasema nashukuru sana rafiki yangu. Usiwazi. Bwana jisikia huko nyumbani. Kwa huko kabisa. Nashukuru sana rafiki yangu. Mkao usijali, jambo dogo sana. Shemeji. Furahi. Kuanzia sasa si muda mrefu utaitwa mama. Mkao tu pia na mke wake. Kama ni rafiki yangu basi naye anaweza kaa hata rafiki yake pia. Sio wewe na mke unasema. Shemeji, mimi nitakwambiaje wakati ndo kwanza umeni. Sasa huyu mimi katika mji huu ndo rafiki yangu. Na sina rafiki yote zaidi ya huyu. Na mke wangu. Kwa sababu yeye ndo rafiki yangu na mke wangu rafiki yangu ndo atakuwa rafiki yako. Sawa, na mimi pia natamani kuwa na rafiki. Kwa sababu mke wangu nilimwambia sitaki uwe na marafiki ovyo ovyo kwa sababu sijui tabia zao. Kwa natafuta rafiki ambaye mzuri kwa sababu rafiki yangu basi na mke wake ndio atakuwa rafiki wa mke wangu. Sawa. Na hivyo. Sasa naam, tungewahi kazini. Okay, hamna shida. Bana. Naam. Leo kwa hivyo basi naona inabidi tuwahi kazini. Unajua tena maneno na Juma. Mke wangu. Si ngoto ingie kazini. Sawa. Karibu sheni. Asante. Kaume wangu. Naam. Unapika nini? Pika chochote kile mke wangu. Nitakula. Kwa hili. Udogo Juma. Yaani mama bila kumkomesha huyu hatawaibisha. Juma huyu? Mama ni huyu Juma anatangaza kuwa tunataka kumloga mkewe Madevu pamoja na Madevu. Yaani huyu mtoto mimi ananitafuta. Tena ananitafuta huyu mtoto unajua huyu. Mimi Madevu mimi nampenda. Najua mwanangu Madevu nampenda. Tena nitasababisha mpaka kuoe. Mama mimi nina wazo. Yule rafiki yako si anataka msukule? Ndio. Kwa nini tusimweke Juma? Mwanangu muongea kitu cha maana. Yaani umefanya hase. Sasa mwanangu, nimemaliza. Nitafanyia kazi. Huyo Juma huyo, nitamweka msukule, atakula pumba kama kazi yake. Basi sawa mama, mimi nipo ndani. Mwanangu. Jamani, mtoto si mbwa. Sijajua kama mtoto angemka mama kubwa. Yaani Juma huyu kunifanya mimi hivi. Yaani Juma huyu. Sasa muache. Atakula pumba kama katika kazi yake. Hajanijua mimi. Binadamu ni wabaya. Ulimwengu sio mbaya. Binadamu ni wabaya.